Sabari heri mpendwa mtazamaji wangu, natumai mzima. Mungu amekutunza na amekulinda vyema. Habari ya asubuhi, habari ya mchana na habari ya jioni inategemea unanisikiza ama unanipata ukiwa wapi. Hii ni Jane Gathoni Show. Tutakujuza, tutakufahamisha na pia tutakuelimisha. Tufate unyo kwa unyo na hautajutia kutufata. Hakika Mungu ataweza kugusa moyo wako na maisha yako haitabaki sawia tena. Utatiwa moyo sawa sawa. Karibu Jane Gathoni Show. Mitandao ilikuja na madhara yake na pia ilikuja na faida. Kama shida hii ya ubongo ilikuwa kwa sababu wanadada tunaweza tukiwezeshwa wakati una subscribe. Kwa kweli upya kipya kinyeni ingawa kidonda. Mpendwa mtazamaji wangu, katika safari hii yangu ya imani, kama vile nilivyowaambia awali, ningependa kuwashukuru zaidi kwa sababu mmekuwa mkinifata unyo kwa unyo. Mungu awabariki sana. Nashukuru sana pia kwa sababu ya kunifata katika episode ambazo zimepita. Hata episode ya wiki iliyopita, asante sana kwa arafa ninazozipokea chungu nzima za kunitia moyo. Hakika kwa sababu yako nitazidi kuendelea na show hii ili Mungu baada ya kila jambo apate kutukuka. Karibu sana, jiunge nami, ni safari tunatembea pamoja. Wiki iliyopita niliweza kueleza masaibu ambayo tulikutana nayo kwenye ghorofa. Yalikuwa masaibu chungu nzima. Mambo mengi yalitendeka pale kwenye ghorofa juu. Kama hujafuata episode iliyopita ya wiki iliyopita, tafadhali ifate, utaelewa zaidi. So kwa hiyo yule ambaye alikuwa ametukodi ile ukumbi, siku moja akaamka akasema anataka kufurusha kila mmoja mahali pale, kwa sababu ukumbi ulikuwa juu na chini yake kulikuwa na biashara tofauti tofauti. Management ikaweza badilika, so akaja na mihemko tofauti, akasema lazima tuhamishe mahali pale. Akatupa miezi hizi 3 na changamoto hizo zote akasema ni tuhani. Mtumishi wa Bwana kwa sababu ametembea na Mungu mara nyingi, na unajua kwa sababu yeye ndiye ameitwa, sisi tunamfuata yeye kama kigezo, tunamfuata yeye kama yeye kiongozi wetu. Mungu akamtia nguvu sana, akaenda pale pale Katoloni Mlimani, akaambia Mungu, naomba unipe mwelekeo. Kanisa tumepatiwa miezi 3, hatuna lolote. Kwa akaunti ya kanisa ilikuwa na 1000 ngapi pesa taslimu za Kenya? 5,000 pekee. Sasa mmeambiwa mhame na muda mmepewa ni miezi 3, taanzia wapi? Yeye akasema natazama mlimani, msaada wangu unatoka wapi? Kama Daudi akasema msaada wangu unatoka juu kwake Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Kwa hiyo akiwa pale mlimani akiwa anatafuta Mungu, Mungu akamwambia enenda, kuna sehemu nimewatengea kwa ajili yenu, nimewafichia nyinyi. Akaja na ujasiri mkubwa sana, akaniambia mke wangu, Mungu amesema kuna sehemu ametufichia. Siku 2 ikapita, kuna mtu mmoja ambaye walikuwa wameasiliana kitambo, Mungu akamwelekeza akamwambia hebu mpigie simu. Kumpigia simu akamuuliza anatafuta sehemu hii na hii na hii. Akaambia mchungaji, sasa hivi tu nimetoka kuwasiliana na mtu ambaye ana sehemu nzuri sana na anapeana mahali fulani, Nairobi Women. Kwa hiyo tukakuja moja kwa moja mpaka kwenye shamba hiyo. Wakati mtumishi alisimama hivi akasema hapa ndipo, dhamiri yake ikakubali na akasema ndio. Ilikuwa ni sehemu ambayo hapatamaniki kamwe. Walikuwa wamepanda chakula cha ng'ombe, ama tutasema nini, hizi nyasi ambazo ng'ombe hutumia kama chakula, na ilikuwa ni sehemu ambayo imejaa na unyevu sana. Hata ungefikiria ni kama mto ambao ulikauka. Yani hii kuwa ni sehemu ya kutamanika katika asili ya macho ya kawaida. Mchungaji akasema
hapa ndipo na nina ushawishi kabisa ndani ya moyo wangu ya kwamba sehemu hii ndiyo. Kwa hiyo akatafuta yule ambaye anahusika, akamwambia mimi ninataka kuchukua sehemu hii. Na ujue haya yote anafanya kwa imani. Tuna pesa ngapi kwenye akaunti? 5,000. Mungu akamwambia nitakutumia wasaidizi. Na hakika tuliona mkono wa Mungu. Ingawaje haikuanza ikiwa rahisi. Tukaanza kutangaza tunataka kuhama. Watu wengi kwa sababu wanapenda starehe, waliposikia ni kuhama, na kuhama inagharimu hela mfukoni na inagharimu mambo mengi, kasema hapana, huyu mchungaji labda anaangalia mfuko wangu. Mimi Watu ambao walikuwa na uwezo mwingi tu wakatoka wakatuacha. Lakini hatuwalaumu. Mungu anaweza fanya jambo wakati fulani, si pia ndiye aliyefanya moyo wa Farao ukawa mgumu. Hatuwezi laumu mtu yote. Ni katika safari hii Mungu anaweza tumia chochote. Usiwahi laumu mtu kwa sababu ya mapito naye yapitia. Mungu aliwatumia tu. Na kisha baadaye tukawa tumeangaliana, tukasema sasa Mungu ni vipi? Mtumishi akaelekeza kuambia watu waweze kuunga kazi ya Mungu mkono kwa kutoa dhabihu spesheli kwa sababu ya kumjengea Mungu hekalu. Watu ambao wacha nikwambie, hakika kama vile Biblia inasema viwete walitembea, vipofu waliona. Usitegemee tu ati vipofu wa kawaida kuona ama viwete kutembea. Watu ambao walikuwa duni ambao haungewadhania. Hata nakumbuka kuna dada mmoja ambaye sasa ni mchungaji, anaitwa mchungaji, nitasema hivi kwa sababu yeye huitoa kama ushuhuda. Hakuwa kazi. Akasema mimi, akawa ametoa nadhiri ya kutoa hela fulani kwa sababu hakuwa kazini. Hela ndogo tu kwa sababu angeangalia uwezo wake hakuwa nao. Lakini wakati alipiga hatua 2-3 wakati anaelekea kwenda kutoa dhabihu hiyo, Mungu akamwambia rudi. Mimi nataka utoe dhabihu ambayo utagusa moyo wako, usitake kujua utatoa wapi. Akaandika hela kubwa sana ambayo singependa hata kutaja hapa. Hela ambayo ungesikia hata pia wewe ungepigwa na butwa, ungeona hii ni kichaa. Akasema Mungu mimi ninakuamini. Akamwamini Mungu na akaandika hivyo. Wacha nikuambie, haikupita wiki ngapi? 2. Mtumishi wa Bwana akafanyaje? Akapata kazi ghafla binvu. Kazi ya kulipwa maradufu zaidi ya kile alichoahidi Mungu. Huyu Mungu huyu Mungu si mwanadamu awaye yote. Huyu ni Mungu ambaye hutenda miujiza wakati utamwamini. Wakati utasikia sauti yake na kutenda, hata kuachilia. Ye atakushika mkono na mtatembea pamoja. Kwa hiyo mtumishi akamwamini Mungu na Mungu akakuja akalipa dhabihu yake. Watu Mungu akaanza kuwafungulia milango. Hiyo ni mfano mmoja. Mungu akaanza kufanya maajabu. Kama vile wakati wana wa Israeli, alianza kufanya mambo na kuanza kurekebisha mambo hapa pale, akatengeneza mambo kwa sababu ya kile ambacho alikusudia kukifanya. Huyu Mungu kazi yake hata iachilia hata siku moja. Wanadamu wote wanaweza weka mikono yao kando waseme, wacha tuone wanakoenda. Lakini anasahau, hii si huyu mchungaji, hii si huyu kiongozi. Ni Mungu ambaye anawatumia tu. Kwa hiyo wale wote ambao walikuwa waaminifu, Mungu aliwatendea mambo, ishara na miujiza. Pesa ambazo hawakukusudia kuzipata, wakazipata. Tukaanza kuhama. Tukakuja, tukapata hiyo sehemu, tukalipia. Kisha baadaye tukapata sehemu hii ni nyevu sana. Mchungaji akaanza kuinua hekalu kubwa sana kwa imani. Ikafika mahali pesa zenyewe zikafika mwisho. Mchungaji akashindwa, sasa jamani, nitafanya nini? Hela zimefika mwisho. Nitaanzia wapi Mungu wangu? Mungu akawa anamwambia, sitakuacha. Sitakuacha. Nitakushika mkono na mkono wangu ulio hodari. Mchungaji akaamini neno la Mungu. So wakati huo akafanyaje? Akaendelea kuamini neno la Mungu. Sasa mchungaji mmoja rafiki yake akampata siku moja akiwa anaendelea kumwaminia Mungu, mjengo umesimama, kanisa tunaabudia leo hapa, kesho kule, kwa sababu ni unyevu. Akina dada tulisahau mambo ya kuvaa zile viatu za kanyaga. Kwa sababu matope kila sehemu. Mnanyeshewa wakati mwingine wa ibada. Wakati mwingine mnasomea kwenye jua. Kwa sababu hamna lolote. Tukasema Mungu tutazidi kukuaminia. Wale wachache ambao wanaamini maono wakazidi kuja. Wanatutia moyo hata kama ni 5, 10. Wanatutia moyo tunaendelea kumtumikia Mungu.
Sema siku moja. Sitasahau siku hii, ni kama jana tu. Mungu alitumia yule wakili akaweza, alikuwa na mteja wake mmoja, akamwambia sisi kanisani tunajenga na tungeomba kama uko na uwezo wowote ule unaweza kutusaidia. Na hata nimekumbuka wakili wakati huo alikuwa ashatoka, lakini akasikia mtumishi anajenga, akamwambia kuna rafiki yangu hapa, wacha niongee naye. Hiyo rafiki yake kumbe ana zile magari makubwa makubwa za kubeba michanga, kutoa michanga sehemu fulani, kwa sababu hiyo hela ingegharimu zaidi ya 300,000. Yule mtu alikuja na zaidi ya magari makubwa, malori ya kila aina, zaidi ya magari 9. Walikuwa wanafululiza hivi kuingia kanisani kutoa uchafu. Majirani wakasema kanisa hili ni ya watu matajiri. Angalia vile walivyotuma watu, vile wanavyofanya kazi na hela nyingi. Hawajui ni mambo ya imani Mungu amekuja. Uchafu kaondolewa kabisa. Kisha baadaye akaleta mchanga mzuri sana pasipo kulipisha hata shilingi moja. Akatandaza kwenye kanisa, kwenye hekalu la Bwana. Ikatutia moyo sana. Mungu akaanza kukuja, anatumia yule mwingine, anafanya hivi, anafanya hivi. Kanisa likasimama, injili ikaendelea. So Mungu akatutenda mambo ya ajabu sana. Tukawa tumefurahia, tumeshangilia. Watu wakaanza kujitolea. Tunapoangalia kanisa, tukiona dirisha tunaona fulani. Tukiona dirisha hili lingine tunaona fulani. Tukiona slab moja tunaona fulani. Kanisa Mungu akaanza kutenda maajabu. Mungu akatenda mambo makubwa. Ikatutia moyo kama watumishi wa Bwana. Watu wakaanza kuja kutoka sehemu mbali tofauti. Watu wakaja wakatutia moyo sana. Wakaja wakiwa na moyo na ari ya kusikiza injili. Mungu akaanza kutenda mambo ya ajabu. Watu wakaanza kuokoka kwenye kanisa. Maisha ya watu ikaanza kubadilika. Tukaanza kubatiza. Sasa tumepata nguvu mpya ya kusonga mbele na kuendelea na injili yake Yesu. Tukaendelea vizuri. Mambo ikiwa sawa. Yani tukaona mambo tambarare sasa. Tukaanza kustahareka. Tukaanza kusema sasa Mungu ametusaidia, Mungu ametukumbuka, Mungu ametuneemesha. Mungu akatenda maajabu, akatumia watu wa karibu na wa mbali. Hakika Mungu alitumia watu tofauti. Mungu mahali popote mlipo. Wacha huyu Mungu anayejua kubariki awabariki. Kunradhi. So Mungu akatumia watu kutoka sehemu tofauti. Hatukujua huyu ibilisi shetani amepanga mambo maovu ulimwengu mzima ambao utaweza kutuathiri sisi kama kanisa. Sema corona. Corona ikawasili kwa kishindo kikubwa. Hatutoki nje. Watu wabaki, hakuna kwenda kanisani kuabudu, hakuna nini. Na sasa hiyo ndio tulikuwa tunafikiria sasa wacha tumtumikie Mungu kabisa. Tukarudi nyumbani. Tukiwa pale nyumbani, siku moja asubuhi, mtumishi wa Bwana akasema, ni vizuri, hata Paulo alisema, mazoezi ni muhimu. Akaamua kujiunga na kikosi fulani ya vijana na wazee, ambao walikuwa wameshikana kiasi pale kwenye sehemu tulikokuwa tukiishi, ya kwamba kila asubuhi wanaenda wanafanya mazoezi, na baada ya mazoezi ya mwili wanacheza kadanda. Wacha nikwambie. Siku ya kwanza wakaenda vizuri, wakafanya vizuri. Ya pili sawa. Siku ya tatu, mimi nikiwa nimeamka asubuhi, nimemaliza shughuli zangu za siku, kitu saa 3 hivi, nikasikia mlango umebishwa. Na nikasikia moyo wangu, dhamiri yangu, nikahisi kuna hatari. Kufungua mlango, ninaona mume wangu amebebwa juu na wanaume wenye miraba minne, wamembeba wanamleta nyumbani. Kumbe pale kwenye mchezo wa kadanda aliweza kupata shida ya miguu. Baada ya kukimbia, mguu wake ukateguka vibaya sana mpaka ukavunjika. Sasa wamembebania, kwa sababu hawakuwa na mizi nyingine yoyote. Wakambeba juu kwa juu kutoka kule mbali, wamemleta. Ni karibu nipige yowe, kwa sababu mimi nilipigwa na butua, sikutarajia kuona hiyo. Nikashindwa ni nini kilichojiri. Jameni, mume wangu ameumia vibaya sana. Nakumbuka hatuna lolote. Tuko pale tunamwaminia Mungu, tunahubiri tu kwenye mitandao. Tunatia watu moyo wakati huo mgumu. Baada ya mambo yote tunaingia kwenye mtandao, tunatia watu moyo.
na hatukuwa na lolote, hatukuwa na mbele wala nyuma. So kimungu Mungu tu tukaita marafiki, tukakimbia pale hospitalini. Kufika wakasema mguu umevunjika vibaya sana, akawekwa plasta. Tukarudi pale nyumbani. Usitake jua, tulipitia hali ngumu sana. Yaani nikikumbuka hali zile machozi yananilengalenga, kwa sababu kwa hakika haikuwa hali rahisi. Watoto tulikuwa wakati huo na watoto wawili vijana, tuko na wao hapo nyumbani. Watoto tunashughulika, lakini tunashindwa hawa watoto. Yani ampati chakula ati vile mlivyozoea, ati asubuhi kuna kiamsha kinywa, mchana kuna mankuli, na jioni pia makuli ya jioni. Amna. Tulipitia hali ngumu sana. Unajua kama tungekuwa wawili tungetiana moyo, hatuna shida, watu wazima. Lakini hapa watoto, mama njaa, nini, ile chakula kidogo ambayo mlikuwa nayo tayari ishaisha. Siku moja mtumishi wa Bwana, Mungu ambariki sana, kutoka Kiserian, akaweza kupata, kumbe kuna chakula ambayo ilikuwa inapeanwa ya msaada. Nikianza hadithi hii kweli sasa hivi nitacheka, lakini wakati huo haikuwa ni jambo la kuchekesha. Na kwa sababu nyinyi ni watu wa Mungu, mnajitia nguvu, mnajitia moyo, hamtaki kutangaza shida kila sehemu, na kupigia jamaa na marafiki simu kusema huku ni kunoma. Amna. Tukasema acha tupambane, tuamini Mungu. Sasa tukaona Mungu amekuja siku moja, kwa sababu alitumia huyu ndugu anatoka Kiserian, Reverend Degwa kutoka Kiserian Dominion. Mungu akubariki sana. Walikuja pamoja na Pastor Damaris na mwingine anaitwa Pastor Julia. Mahali mliko Mungu awabariki sana. Hawa wapendwa wakasema twende tukamtembelee mchungaji Paulo kwa sababu alipata shida, tukamtie moyo. Wakaja na chakula ya msaada. Hiyo chakula sijui ilikuwa inapeanwa wapi. Chakula hicho siwezi kukielezea vizuri, kwa sababu ilikuwa ni chakula gumu hivi. Hiyo chakula ukiipika hakipikiki. Na ina harufu ambayo haifurahishi na ipendeki, kwa sababu kama umezoea wali wa kawaida, unaweza fikiria labda ni ndengu. Sielewi vizuri, lakini si ndengu ya kawaida. Nikajaribu kupikia watoto, tukaona kwenye kibandiko wameeleza jinsi ya kupika. Mimi nikafata kibandiko hicho moja kwa moja vile inavyotakana kupikwa. Nikafata kabisa, na mimi hakika napenda upishi. Nilijitahidi na nikapika vile ilivyo. Kama ni dakika 5 ni dakika 5, kama ni dakika 10 nikafanya hivyo. Baada ya kupika, watoto wangu nikwambia, leo Mungu amekuja, tumepata chakula. Hii chakula si ya nchi hii. Hii ni kama imetoka Marekani, ni kama imetoka kule mbali. Watoto appetite yao wakaiweka juu, hamu yao ilikuwa juu sana. Wakangoja, walikuwa wanatembea hapa kule wakiimba nyimbo za sifa tu, wakijua leo ni ile siku Mungu ametukumbuka. Nikapika basi, nikaleta chakula kwenye meza. Nikawaambia hii chakula haina sura nzuri, lakini msiangalie sura. Ninatumai chakula hiki ni kitamu sana. Kwa sababu mimi nimekikula nikashuku, nikaza harufu yenyewe inanitatiza. Mimi nikasema bora watoto wangu wajikaze waweze kukula chakula hiki wakimalize basi. Mimi nimepona na wasiwe na njaa. Watoto tukawapatia. Mtoto alikula hivi kwa sababu niliwaambia hii chakula ya msaada imetoka nchi zingine. Tukule. Mungu ametumia watu wakati kama huu, tushukuru Mungu. Sasa watoto wangu wakaita chakula ya msaada. Walikuwa wanasema ni chakula cha msaada. So wakati mmoja aliweka kijiko moja kwenye mdomo. Akatema. Akaangalia mwenzake pia akaweka, akashindwa. Akasema hii chakula ya msaada iliki, chakula ya msaada ni ngumu chakula. Na kweli mume wangu pia akajaribu, akasema jamani. Shida ni mbaya jamani, usipende shida. Ni kitu mbaya sana. Mimi pia wakaniambia basi mama we basi ambayo unasema chakula kitamu, mimi nilikuwa naambia chakula hiki na najua kweli kuipatia nikasema chakula hiki ni kitamu, hii chakula ina ubora huu, nikawaambia venye chakula chenyewe ni kizuri. Wakaniambia mama, sasa sisi tutavumilia, we kula tu hiyo chakula, sisi kwa niaba yetu, na sisi tuko sawa mama. Jameni, nikamwambia Mungu wangu ingilia kati. So nikawa ninamwambia Mungu ingilia kati, kwa sababu mimi hiyo chakula nikajaribu nikapatia jirani yangu hapo karibu, nikamwambia chakula hiki kizuri, nikipatia mtu simwambie chakula kibaya. Sasa labda nikajiambia labda mimi sijui kupika. Yule dada alirudi kwangu akaniambia jameni, hiyo dada
mchungaji, chakula iliki, chakula si kizuri, si tumeshindwa. So mimi nikasema, Mungu tunakushukuru kwa hii chakula, na Mungu upokee sifa kwa wale ambao uliwatumia nini, kwa sababu watu wanakitumia kule kwingineko. Na wale ambao wanatengeneza chakula ya msaada, ningependa kuuliza, tuweze kuitengeneza in a way, hata kama tunaifanya ati ndio iweze kukaa sana, tuitengeneze in a way inaweza kuwa edible kwa wanadamu kukula pasipo shida yoyote, na itakuwa vizuri sana. So mimi nikaendelea kuamini Mungu. Siku moja kuna ndugu fulani ambaye alikuwa ameenda Kisumu, na kwa neema ya Mungu akaweza kurudi kimungumungu tu wakati huo wa corona. Mungu nadhani kwa sababu ni ndugu ambaye alikuwa mpole sana kanisani, hatukuwa na uzoefu naye sana kama washirika wengine. Huyu ndugu alipokuja, alikuja na samaki wawili. Na nadhani Mungu tu akamwelekeza aje kwetu. Alituletea samaki wawili wakubwa sana kutoka Kisumu, na ambao tayari wamefanya deep fry. Tuliona Mungu na macho. Tukasema Mungu ametembea kwetu, amekuja kweli. Mungu ametumia malaika. Tukafurahia kama familia. Wakati yule ndugu alipoondoka, akasema nimewaletea mzigo na nina haraka, akaondoka. Alikuwa anaitwa ndugu Orlando. Mahali penye huko, kwa sababu sijui ulienda wapi. Mungu akubariki sana na kutende mema. So tukaona ni kama sherehe. Kwetu ilikuwa Krismasi. Mimi huyo nyanya kitunguu nikaanza kuandaa kama mama. Mungu alikuwa ametujalia. Tulikuwa na mafuta wakati huo na tungeweza kutengeneza, na bado pia tulikuwa na unga. Kwa neema za Mungu, Mungu akasaidia watu wengine, tukaanza kuona mtu anatutumia shilingi 2-3 hapa pesa hapa kule. Mungu akaanza kutusaidia. So tulikuwa na unga wakati huo sasa. Na samaki wamekuja wawili wakubwa sana. Tukaanza kuandaa. Watu wangu hiyo siku usiseme, walikuwa na furaha. Dada Mange, furaha ribo walikuwa na furaha kweli. Mume wangu alikuwa amevalia mpaka vesti, na watoto wako tayari kubomoa ugali na samaki. Mimi kisha baadaye, baada ya kutengeneza nyanya, vitunguu, nini, nakuja naangalia hali ilivyo pale sitting room, sebuleni, nikapata watu wangu wako sawa. Nawaambia ngojeni, hivi karibuni ugali unaendelea hivi karibuni, kwa sababu samaki tayari tu ni nyanya hivi tayari nawaletea mlo. Wananiambia sawa. Niliporudi pale jikoni, nilifikiri ninaota ndoto ambayo haina mwisho au nini. Samaki hawapo. Wameenda wapi? Mlango wetu wa jikoni ulikuwa wazi kutoka hivi nje, kwa sababu fence ilikuwa, mimi nilikuwa kwenye fence kabisa. Kuangalia hivi, niliona paka wao wawili wameshambulia sawa samaki wetu. Mmoja amekamata mmoja mkubwa hivi, mwingine amekamata mwingine. Nililia machozi kwa sababu ya chakula kwa mara ya kwanza. Watu wangu vile walivyoongojea chakula jameni. Nikarudi pale sebuleni nikasema jameni, shetani ametutembelea leo. Wanauliza nini? Nikawaambia njooni, nende nimwangalie kule nje. Wakaona samaki wanavyoliwa na paka, wamekamata sawa. Wanafurahia, wanatoa sauti za ajabu. Kidogo wenzio wakaja, wakawa kama paka 5. Tukaona hiyo imeenda. Jameni, mapito. Yaani huyu shetani anataka, yaani kuna msimu zingine anasema haujafikia hiyo sehemu. Yaani anataka kukurudisha bado Misri. Mungu jamani ameamua kukuweka hadhi kidogo. Huyu shetani anataka kurudisha Misri. Na pia nikawaambia sasa, kama mama ukosi kitu ya kuambia watu wako. Nikaanza kuambia, huwezi jua Mungu ametuepusha nini na samaki. Huwezi jua samaki labda alikuwa na shida gani. Mungu akatuepusha. Tushukuru Mungu kwa kila jambo. Biblia inasema tumshukuru Mungu. Hiyo injili wakati huo ingi. Mimi naambia tumshukuru Mungu kwa sababu imetendeka kwa wema wa Mungu. Biblia inasema wote wanaompenda Mungu yote hutendeka kwa wema. Nikamwambia tushukuru Mungu kabisa. Hawanielewi. Nakumbuka sasa hatuna pesa ya ziada hata ya kwenda kununua angalau mayai ili tuweze kupika na tule na ugali, kwa sababu ugali ilikuwa tayari. Ilibidi tule ugali
na kachumbari kwa shukurani kuu. Mpaka leo watoto wangu wakiona paka hata kwa barabara, utasikia hata yule mdogo anasema shindwa katika jina la Yesu. Yaani wanaona paka ni kama ibilisi. Ilibidi niwafundishe, niwaambie amna, si paka zote. Kwa hiyo tulipitia hali ngumu sana sana. Kwa hiyo ukitaka kujua pia mapito, kwa sababu korona ilituonesha mambo hiyo tu si hata dhuluthi ya yale tuliyoyapitia. Kwa hivyo ukitaka kuyapata zaidi, tufate kwenye episodi yetu ifatayo wiki ijayo. Usikose kufata episode, utaweza kujengeka na utaona jinsi Mungu alivyokuja na kututendea mambo makubwa ambayo iliweza kututia moyo kuendelea na safari hii ya imani. Barikiwa sana. Usisahau kusubscribe, usisahau kushare na marafiki, kwa sababu unavyoshare unatuwezesha. Mungu akubariki na kutende mema. Hadi wiki ijayo, Mungu akubariki sana. Asante, asante sana.